Kama kuna ngoma ambayo mimi binafsi ni ngoma ambayo kwenye playlist yangu ya kila siku haikosi kusikilizwa, ni ngoma ambayo umetoka kuitazama sasa hivi, inaitwa Above 18 ya kwake Dickers. Ni miongoni mwa ngoma ambayo kiukweli kuanzia production, yani ukisikiliza beat, music arrangement, namna ambavyo producer amefanya cutting ya vyombo, quick snare, vyombo vingine, bezi, sauti ya muimbaji na kila kitu ambacho kinasikika humo ndani ni perfect. Ni ngoma ambayo na kuconvince, kama hujawahi kupata nafasi ya kuisikiliza, basi nenda YouTube, subscribe Dickers, alafu andika wimbo unaitwa Above 18. Bonge moja la ngoma. Na muimbaji vile vile mashairi ambayo ameimba humo ndani ni mashairi makubwa sana. Ni wimbo fulani hivi ambao unaona kama unapanda taratibu, ingawaje na ngoma nyingi kali, ila hii mimi kwangu ndo ngoma kali zaidi. Acha tuenjoy muziki mzuri. Karibu sana kwenye Showcase. Mimi naitwa Timothy Chelula KTC aka mtoto wa Mlali Kongwa. Usiache kutufuata kupitia Instagram, X, Facebook pamoja na TikTok. Natumia Timothy Chelula, UTV TZ, Azam TV TZ, Instagram, X, Facebook, TikTok pia tupo. Ukitufuata na sisi tunakufuata pia. Yaani ukitufollow na sisi tunakufollow back. Niko na Dickers kwenye show. Bwana karibu sana. Bwana shukrani sana. Maajabu. Maajabu ndo sign yako, sio? Yeah, ndo sign hiyo. Ingawaje una ngoma inaitwa Maajabu. Na ndipo ilipotokea. Kwa kipi kilianza? Ni ilianza sign au kwa sababu ngoma ilianza basi sign ikatokea hapo? Kwanza lilitokea jina la Dikazi. Alafu nilikuwa na interview kitu fulani hivi. So nikawa nimeenda, sikumbuki ilikuwa ni nyimbo gani. Ila ni way back kidogo. Sure. Kwa nilivyofanya kwenye ile interview, nimefanya vitu vyangu. Sasa kuna meneja wangu anaitwa Quist. Yeye nilimwacha, alikuwepo sehemu. Kwa wakati natoka kwenye interview, nafika pale naonana naye, alinipokea kwa shangwe fulani hivi. Kwa ndo akanipa Dikazi, Di Maajabu, Di Shughuli. Sasa ile Di Maajabu ikaanzia pale. Na Dikazi inamaanisha nini? Ni jina tu, ni jina tu ambalo limepewa na watu wakaona lina fit. Basi alhamdulillah tunaenda nalo. Sawa. Kwa mtu ambaye hajabahatika kukuona kwenye Showcase. Mimi tushazungumza kwenye Showcase. Jina halisi, ukiacha Dikazi, jina halisi ni nani? Jina la kwenye vyeti. La kwenye vyeti. Jina la kwenye vyeti naitwa Adam Eric Chale. Ndio majina yangu kamili hayo matatu. Ila Chale bado la Kizungu. Sio la Kizungu, la Kiswahili kabisa. Chale. Nataka la Kibantu. Hilo la Kibantu hilo. Litafute. Chale, sio Charles. Chale. Ni wenyeji wa mkoa gani? Sisi tunatokea Ruvuma. 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 Safi sana. Wanapaita Mbaha huko. Kwa Ngoni huko. Kwa hiyo ni Mngoni original. Pure kabisa. Unakipiga kwa kina ule ndugu zako? Kingoni unakipiga au ni Wangoni mjini? Sijai kwenda. Yaani kila nikitakaga kupata nafasi ya kwenda mambo kidogo yanakuwa mengi. Lakini pia nafikiri inabidi ukitaka kwenda nyumbani pia uende na kitu fulani ambacho umekibeba. Unaelewa? Kwa unachokifanya ni kuwa represent kama hivi, lakini pia nikifanikiwa kuwa represent kwa ukubwa, hata nikifika kule nafikiri utapokelewa kwa ukubwa. Sure. Nikikutazama kwenye video na mtu hawezi kujua kama Mngoni, anaweza kujua ni Mnyamwezi fulani hivi ambaye umekaa sana mbele huko kwa sasa hivi mwa kurudi Bongo. Nashukuru kwa hilo pia. Hongera, kazi zako zinakufanya uende zaidi. Tuje kwenye fact. Kwa nini ulikuja na project ya fact number 1, fact number 2? Nini ambacho ulikuwa umekilenga? Facts. Kwanza nashukuru kwa kuchimba kidogo. Hizo ni project nafikiri nimezifanya mwaka jana. Nilikuwa kidogo katika kazi, kuna kipindi kama nilistuck. Nikawa sifanyi, siachi. Kwa nikawa naongea na management yangu na ndugu na jamaa, tukawa tunashauriana tunarudi vipi. Kwa hiyo nikawa nawaambia watu kwamba nafikiri game kitu ambacho kinakosekana sasa hivi ni watu kuongea vitu ambavyo vina make sense. Utakuta watu labda wanaimba lakini
hawaimbi vitu sense au watu wanachana lakini hawachani vitu sense. Unaweza ukaamua tu ukachana kwamba mimi mkali kuliko fulani, ndio maana mjina yetu tukiangalia fanani, si unaelewa. Lakini ukisema facts, vitu ambavyo unavigusia mule ndani. So kwa mfano fact namba 1 inapoanza na kuendelea mbele kule, ukisikiliza mwishoni kuna mistari nakwambia tunafanya mengi ya upumbavu na machache ya msingi, tunatafuta pesa kidogo kuenjoy kwa wingi, wanaotafuta pesa nyingi wanaenjoy kidogo, hizi harakati za madenge ama harakati za pimbi tani kugumu, masela tushakata ringi, tunaanza jitafuta ukubwani, sasa tutapata lini? Uko unasoma uje kugraduate na miaka 20, utafute kazi, ukija kupata tayari una miaka 30. Watoto wana misaada, wamama wana misaada, walemavu wana misaada, watu wa upinde wana misaada. Achana nao wadada wanaosaidwa na wababa. Ujinga ni kwamba vijana tumeachwa tuwe vijana. Inaisha hivyo. Ukisikiliza ile fact namba 1. Si unanielewa? Ujinga ni kwamba vijana tumeachwa tuwe vijana. Yaani vijana ndio tumebaki, yani ndio kundi ambalo limebakia si unanielewa? Kwa fact ilitokea huko. Okay. Fact namba 2, kulingana na fact namba 1, mapokeo yake kidogo yalikuwa bado, kwa sababu nilikwambia nilikuwa nimestuck kidogo kuachia kazi. Kwa hiyo ilikuwa na mapokeo lakini kidogo yakawa kusuasua. So fact namba 2 nilichokifanya ni kama vile nikasema ngoja ni to bounce kidogo. Okay. Kwa ukisikiza fact namba 2 kidogo ina rhythm ya mtu lazima ucheze kidogo. Alafu ikaja fact namba 3 ambayo kimsingi sikuipromote sana. Kwa sitamani hata labda kuiongelea sana, lakini na yenyewe nimeongelea vitu, mtu akienda kwenye, sijaipandisha kwenye YouTube, nimepandisha kwenye platform tu nyingine. Akaenda akitafuta fact namba 3 na yenyewe na vitu vyake vile vile ambao vimeongelewa, ambapo ni mafikirio. Fact namba 3 ni mafikirio. Inasema uneducated ni yule anaamini kwa kila anachokisikia kwa rumors. Kwa akili zetu tumethibitisha kwa binadamu ni sumu, wanazusha vingi, kwa hivyo people talk too much. Pengine ale saliti Yesu so Yuda, pengine labda maisha baada kifo hakuna, kuziunganisha hisia na moyo ni watu wametunga, furana maumivu ni ubongo, kazi ya moyo ni kudunda dunda. Kwa naongelea yani vitu kama hivyo. Facts ndo nafikiri chimbuko lake liko hapo. Anyway, nataka tukatazame fact namba 1 kwa faida ya mtazamaji, then tutakaporejea tupige story zaidi, uniambie namba 2 kwa nini ulifanya hiyo ya kubang kidogo. Okay, sawa. Kama umewahi kukutana na gazeti la Sani, wale wa zamani kidogo, kuna gazeti kwa linaitwa Sani. Humu ndani ndio kuna harakati za pimbi na harakati za madenge. Yaani jamaa walikuwa siku zote hawafanikiwi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho ametuambia Dikas. Nimependa ile unasema misuko maisha imenifanya bado sijasuka sana na wish kufuga rust. Hapo nasema mshtuko nilipogundua utamu wanachokitafuta utapungua sana siku nikipata. Okay. Kuna ukweli huko ndani. Wakati unaandika ni nini wewe unafikiria wakati wa kuandika mashairi yako? Siwezi nikaelezea. Unajua vibration ni kitu fulani ambacho akielezeki. Okay. Ni inatokea tu. Nafikiri naturally niko hivyo, na naweza nikasema trainings pia zina nani kwa sababu sijaanza leo. Okay. Mimi nimeanza wakati niko shule. Nikikaa na washikaji, nafikiri kila weekend nilikuwa lazima niwape mavesi mawili mapya, mavesi matatu. Nyimbo kama nitakuwa na uwezo wa kuandika kwa kipindi hicho. Kwa hiyo ile nilikuwa nafanya for fun, unanielewa? Lakini nafikiri ile inakujenga, unajikuta unakuwa bora. Okay. Kwa sasa hivi siwezi kujua nafikiria inakuwa nini, lakini wewe ni mtu ambaye unapenda kusoma vitabu au wewe kwako ni nature inatokea? Vitabu sio sana, ni kweli. Ila napenda nikiona kwenye simu yangu kufuatilia vitu tofauti. Okay. Naweza nikakaa nikafuatilia mambo ya ulimwengu unavyokwenda duniani, stories tofauti. Sometimes hadi vitu spiritual na dig tu, yani nasikiliza kwamba hivi unajua sijui ikiwa hivi unajua Mungu yani divine, tunasema divine power, divine energies. Kwa hiyo nafuatilia, lakini sio msomi sana, yani sio
sio investor wa kusoma. Okay. Ila kwenye kusikiliza napenda sana. Sawa. Hii ni fakti namba 2, moja ya fakti ambayo imebadilika kidogo. Ukisikia aina ya beat ambayo imetumika kwenye fakti namba 1 na hii tofauti kidogo. Hii imefanya to bounce kidogo hivi. Na mashairi, uwezo wa kuandika umekuwa ule tu. Yeah. Yaani unasikiza fakti namba 1, kuna kitu kinakuteka, unasikiza fakti namba 2, kuna kitu pia kinakuteka. Sure. Tunatafuna vingi tunavyoshindwa kumeza. Tunajichubua afu tukikaa kwenye meza kizungu hatujui. Ukikaa ukitafsiri unajua kuna fact ndani yake. Yaani sio lazima uwe mweupe ndio ongee Kiingereza. Na sio lazima usijiforce pia kufanya vitu fulani ili mradi uweze kufika sehemu fulani. Unaweza ukajikuta umejiforce afu kumbe uwezo wako haufikii pale. Yaani unajikuta unatafuna vingi alafu kuvimeza inakuwa ngumu. Mfano tutaongea nini na wazungu kwenye meza ikiwa tunajichubua afu hatujui Kiingereza. Yaani tuna force kukaa na wazungu afu Kiingereza hatujui tutaongea nini. Una force kwenda kufanya kazi sehemu fulani wakati ujuzi haujasomea. Utafanya vipi? You feel me? Kwa ndo hizo ndo mumo facts, lakini kidogo tunaweka kwenye tempo ya kubounce. Ni vitu vizuri na najaribu kufikiria tu kawaida. Ni fact na ni vitu ambavyo vinatokea kwenye jamii. Sure. Jamii inaelewa kirahisi sana, au ndo mpaka kama hiyo utafsiri. Mpaka ning'amue. Au ndo hip hop. Ndo hip hop na ndo rap tuseme pia. Unajua changamoto pia ya muziki wetu usipoweka hivi hauonekani kama unafanya kitu pia. Kwa ile ubunifu ule unakosekana. Yaani unaonekana kama vile wewe ni mwepesi hivi. Sio, unanielewa? Japokuwa pia hiyo ndo barrier yetu pia. Wanaoimba Bongo Flava, muziki wa Bongo Flava wanapenya kirahisi kwenye masikio ya watu kwa sababu mtu tu anaimba nakupenda wewe, nakutaka wewe, kwako sijiwezi, oh my love. Kila Mtanzania ana uwezo wa kuelewa kitu ambacho hivyo, lakini sisi hapa tuna complicate kidogo vitu. Nafikiri ndo ubunifu, lakini pia inabidi by time unakuwa unachukua ile tunasema ufikaji wako kwa jamii unafikaje, unajibadilisha vipi. Kwa pia ni kitu ambacho pia nakifanyia kazi. Kubadilika, kujua nafikaje kwa jamii, jamii inanielewaje, nibadilishe nini, nibadilishe vipi mistari yangu ili mradi niweze kueleweka kirahisi. Ni vitu ambavyo mimi na timu yangu pia tunavifanyia kazi. Kwenye fact number 1 na fact number 2, nani amehusika kwenye kufanya production ya audio zote? Hizi kazi actually amefanya producer mmoja na director mmoja. Big shout outs to ndugu zangu hao jamaa. Wananisupport big time. Audio production amefanya Jam, anaitwa Jambito. Jambito ni mtu ambaye mnyama kabisa. Jamani yuko talented sana. Mimi sikuwa namjua. Niliunganishwa na jamaa yangu. Actually yeye ndo aliyofanya hit ya Kontawa ya Champion. Na ndio aliyofanya nyimbo ya Kontawa inaitwaje ile nyingine ile? Kuna nyimbo Dungamawe. Champion na Dungamawe kwa Kontawa. Yeye ndo ameproduce. Kwa jamani ni mnoma. Na ukikaa naye yuko creative sana. Anakushauri kwamba hapo unafikiri ukiweka hivi ni sawa. Kwa shout out to Jambito, lakini video production amefanya Gorilla. Jamaa mmoja anaitwa Gorilla. Ukienda ukimtafuta utakutana naye huko kwenye social networks huko. Yupo. Muziki wako unapokelewaje sasa hivi ukilinganisha na mwanzoni? Kuanzia nyimbo ambazo umezitoa za nyuma na sasa hivi zinavyopokelewa kwenye social media, streaming? Naweza nikasema Mungu mkubwa. Kwanza inabidi nishukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hatua zinapigika sana. Mara ya kwanza kimsingi nilikuwa sieleweki. Mpaka nakuja kufikia kwenye facts kidogo, watu kama kidogo wakawa wamejaribu kunitegea sikio na kusikiliza kitu gani ninachokifanya. Lakini pia nafikiri ni kwa sababu ya promotion. Unajua pia changamoto ya sisi wasanii, kuna baadhi ya watu kuwafikia kidogo inakuwa
mpaka ushikwe mkono na mtu fulani akakuaminisha kwamba oya, kunaye mtu hapa, kunaye dogo huyu, kunaye msanii huyu, kuna mwamba mmoja mkali hapa. So unaelewa ni rare sana kuipata hiyo kitu. Mtu kwenda kukuaminisha. Kwa hiyo pia na yenyewe nafikiri ni sababu, ila by time nafikiri kazi zenyewe tu zilikuwa zinajitangaza taratibu. Kwa sasa hivi mapokeo yana mabadiliko, ni tofauti na mwanzoni. Nafikiri watu wameanza kuniamini sasa. Yeah, big time kabisa. Nashukuru Mungu. Muziki wetu tunautegemea sana TikTok. Yeah. Na promotion nzuri majibu yake tunapatia TikTok. Wimbo unapokwenda tunaupatia TikTok. Kuona namna ambavyo zile challenge wanavyozifanya, ndio unaanza kupima kwamba kumbe wimbo wangu unasogea. Wimbo wangu unasogea. Ukiacha huwa sasa hivi nyimbo zako za nyuma kama Above 18, Maajabu, Bad Choice, zinaendaje kwenye TikTok? Kwa mara kwanza sikuwa natumia. Actually mimi nimechelewa. Yeah, nimechelewa sana kuijua TikTok na yani kuifanyia, kuioperate. Kwa na ndugu zangu, unajua mnapokaa wasanii kwa wasanii, mnapushiana. Kuna jamangu mmoja, yeye mtaalamu sana wa hivyo vitu, anaitwa Mabi. Ameenda sana huko, anafanya sana, anapokelewa. Kwa ni mtu ambaye amekuwa ananipush sana kwamba hadi kazi, jitahidi hii kitu ufanye, jitahidi, unaelewa sijui. Kwa mara kwanza sikuwa nazipromote hizo nyimbo kupitia jukwaa hilo. Lakini baada ya kuzileta, pia mara kwanza mapokeo yake hayakuwa ile wow. Si unanielewa? Lakini by time najifunza kuitumia na nimejikuta sasa naiweza. Unajua hauwezi ukaingia tu sehemu ukaanza kuweza kuitumia kitu na ukakiweza. Yeah, wanasema baby steps. Yani unatoka kwenye kutambaa, unaenda kutembea, unaenda kukimbia. So sasa hivi tumefikia muda sasa tunakimbia sasa. Sasa hivi wameweza kutupokea. Sawa. Acha tumalize sehemu ya kwanza, then tutaendelea sehemu ya pili. Mtazamaji, tumemaliza sehemu ya kwanza, tunakwenda mapumziko mafupi. Niko bado na Dkaz, tunazungumzia muziki ambao amekuwa ukiufanya na namna ambavyo mapokeo yake yanapokelewa kuhusiana na digital platform, streaming, social media, na namna ambavyo TikTok imekuwa supportive sana kwa muziki wetu wa kizazi kipya hapa nchini Tanzania. Tunakwenda mapumziko mafupi, tutakaporejea tunaingia sehemu ya pili ya Showcase.